Watu wote wanapenda uhai wa milele. Wanapenda. Hata yule mwenye hajaamini, hata yule mwenye hajaokoka anajihisi kuenda mbinguni. Wale ambao wameokolewa, kabla hawajafunuliwa mahali uhai umefichwa, wanajihisi bado apate uzima wa milele. Hata na yeye na mimi pia niko kati ya hao. Alikuwa bado akiomba uhai wa milele, akiombea uhai wa milele, uzima wa milele. Tangu akiwa mtoto mdogo, wakati walikuwa wakishiriki, anafurahi. Alikuwa anasema hii haitoshi, hata nishiriki miaka kama sijakuona, hiyo haina maana kwangu. Anafikiria labda kunaweza kuja nabii. Amen. Amen. Amwambie utapata uhai wa milele. Mtu wakiongea na mtu akifikiri kuapa, anafikiria anaweza kuwa amekosea Mungu asipate uhai. Katika makosa yake hapendi kuapa, kwa sababu aliapa akaweka nauli. Lakini hiyo yote alikuwa anahofia kukosa uhai wa milele. Lakini acha tuseme uhai ni nini? Nani anatoa uzima? Nani unafichwa wapi? Na napewana kwa wakina nani? Tutaongea maneno hayo matatu. Nimekuja au tumekuja nao wakimtekelea njiani. Lakini Mungu atamwezesha ili aweke vizuri. Uzima ni nini? Yohana 17 mstari wa 3. 17 mstari wa 3, acha tusome Yohana. Buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Amen. Amen. Na uhai wa milele ndio huu, kukujua wewe uliye pekee yako Mungu wa kweli, na kumjua Yesu Kristo uliyemtuma. Amen. 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 Abantu benshi rero batekereza nguko natekerezaga. Watu wengi wanafikiria kama vile alikuwa akifikiria. Basabagira ngo bisaba ibintu byinshi. Wanafikiria inaomba kazi mingi kupata uzima. Lakini acha niwaambie uzima hauna maelezo mingi. Lakini kumesema huu ndio uzima wa milele, wakujue kwa kuwa wewe ndiye Mungu wa kweli, na wafunuliwe wajue na yule umetuma, nani ye Yesu Kristo. Amen. Hiyo ndio njia pekee ni kujua Mungu na ni Mungu wa kweli, na unajua yule ambaye ametuma na ni Yesu Kristo, na huyo Yesu Kristo na ndani yake hapo ndipo uzima umefichwa. Sikutoa tume za ng'ombe, sikutoa zabiu, sikutoa pesa ama kufanya makesha muda mrefu. Hiyo mtende haijaharibu kitu. Taji iko, lakini siri
siri ya uhai ni ndani ya Kristo pekee. Tusome Yohana wa kwanza, ubarikiwe sana. 5:11-12. Nyaraka ya kwanza ya Yohana. Mtu anayejua kusoma anaweza kusaidia Kirunga. Amen. Sura ya 5 mstari wa 12. Naanzia mstari wa 11. Dusoma izina rya Yesu ni urwandiko rwa mbere rwa Yohana w'igitabo wa 11 tugeze ku wa 12. Kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Ufite uwo mwana ni ufite ubwo bugingo, nawe udafite uwo mwana nta bugingo afite. Amen. Amen. Kandi uko guhamya nuko ushahidi huo nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, ni kwa sababu Mungu ametupa uzima wa milele. Kandi ubwo bugingo nta handi bubonerwa, na uzima huo haupatikani mahali pengine. Ndibuboneka mu bakomeye, haupatikani kwa watu wenye matajiri ama wenye nguvu, cyangwa kwa mabara runaka ama sura tofauti. Hapana. Ndibuboneka mu bantu bafite madigri. Haipatikani kwa wasomi wenye wako na madigri. Birashoboka ko ifite nanye bishobora kuba ifite. Inawezekana uko nayo na yeye pia anaweza kuwa nayo. Ariko sawa. Lakini uhai si hapo. Ubuhamya nuko. Ushuhuda ndio huu. Ngaya makuru wabwira abantu. Hiyo ndio habari tunaweza ambia wengine. Kuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho. Kwa sababu Mungu ametupea uhai wa milele. Kandi ubwo bugingo buhoraho bukabonerwa mu mwana wayo wenyine. Na uzima huo unapatikana ndani ya Yesu Kristo pekee. 12 niho havuze ngo ufite uwo mwana. Kwa 12 ndio kumesema aliye na huyo mtoto anao uzima wa milele. Ariko ndamufite. Mwenye hana Ahebuje. aende hivyo. Hakuna hata. Mahali inapatikana ndani ya Kristo. Kama hauna Yesu, uhai hauna. Hakuna soko unaweza lema uende kununua. Amen. Nizera ko mutunzi wo mwana. Imana ibamukisha. Amen. Hanyuma rero ubugingo uhai huo ufite icyo kasabye. Una kile unahitaji. Ngupi amekubwira ko abuhaye kubuntu. Naweza kuambia kama umepewa kwa neema. Ariko kasabye kiguzi. Lakini iliomba iliomba malipo ama gharama. Na hiyo gharama gharama hiyo si gharama ya hivi tu, si gharama ambayo haina dhamana. Hapana, ni gharama ya dhamana sana. Niliomba damu ya mwana kondoo wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Katika Yohana 3:16 mapasta ambao wametufunza neno hilo wabarikiwe sana. Kwa maana hii jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali au na uzima wa milele. Umesikia kuna ujuzi mwingine. Kuna neno amini. Ili upewe uhai huo
ni inakupasa uamini mtoto huyu. Unaamini kitendo ambacho alifanya msalabani, kwa sababu nimejua kitendo hicho ni wewe alikuwa akitendea. Chini kwa mstari wa 17, kwa sababu Mungu hakukuja kukata sheria ya ulimwengu, bali alikuja kwa ulimwengu wako. Haleluya. Amen. Nje kuna mtu anaweza kutishia maisha, anafanya kama yeye kama simba. Simba inakuchunguza kila dakika ili ukosee neno kidogo. Si hivyo, kwa kuwa Mungu alipenda. Mungu ni upendo, unajua? Upendo. Kuna kitu kingine naweza toa isipokuwa uhai. Kupeana. Haleluya. Haleluya. Amen. Katika Yohana. Napenda huyu Yohana, ningemsema lakini kwa sababu ya dakika. Sura ni 10 na mstari wa 10. Ukianzia kwa 9, Yesu aliambia yeye ndiye mlango. Akasema mtu anaweza ingia na kutoka. Akasema na ndani yake mna malisho. Katika mstari wa 10 unasema, anasema mkora haletwi na kitu kingine, ni kuharibu, kuiba, hata kuharibu na kuua na kuiba. Lakini acha nikwambie, Kristo mleta Yesu alikuja ili wapate uhai, si uhai peke yake, na uzima zidi ya uzima, zipate uzima na uzidishe uzima maradufu. Oh, haleluya. Haleluya. Kwa sababu ya huyu hakuna maneno mengine, hakuna kitu tunaweza toa kwake, hakuna ila kumshukuru, kusema asante. Yale hatungeweza, yale familia haingeweza, yale matajiri hawangeweza, na viongozi hawangeweza, wewe peke yako umekuja ili tupate ndani yako. Wagalatia 2 na mstari wa 20, mesema tumesulubiwa na Kristo. Tumekatamatisha, acha niwaambie mahali tupo. Tumesulubiwa na Kristo, tukafufuka na yeye. Haleluya. Haimaanishi Yesu Kristo tulifufuka na yeye, hatukubaki ili yeye aende peke yake. Nilisulubiwa na yeye na nikafufuka na yeye, na tukapaa na yeye. Sahi tukiwa hapa, barikiwe ndugu Sokrati. Amesema hata mkituona tunaketi mbinguni kwa kiroho, kwa sababu amefunuliwa neema na alikuwa anahitaji. Anafikiri labda watu hawajui, anaomba Kristo afunuliwe. Amen. Hatuishi hapa, sisi tuko mbinguni katika roho.
ambaye tutahamishwa. Msiulizane tena. Hapana hiyo. Mimi nitakuwa huko. Katika mstari wa 21 siwezi gairi neema ya Mungu kama uhaki unaletwa na sheria. Kristo alikufa kule. Amekubali Kristo alikuwa na lengo. Si bure kifo cha Yesu. Sisi si wenye haki kwa sababu ya sheria. Barikiwe sana. Na mfurahie hiyo uhai ambao umepewa. Kupewa zawadi na utambui hiyo. Ila kupewa zawadi na usitambue hiyo zawadi. Yule ambaye unakosa hata kumpea shukrani. Sema asante. Na ukitangaza, ambia wengine. Kama umetoka kwa mauti na uko kwa uhai, acha na wengine wajue. Barikiwe sana.